Kimoka? Tunasikia bi mkubwa anakuita huko mwanetu, vipi? Achana naye. Wewe Kimoka, mimi nakuita unasema achana naye wewe. Sasa vuta bange zako afu uone kama utakuja kula. Katafuta pa kupata tonge. Samani wazee, tulikuwa tunamuulizia Mama Kimoka. Mama Kimoka mkimona mnamjua ama? Kwa kumjua hatumjui. Sema tumekuja hapo kwa mjumbe ndio akatuelekeza, akatuambia tukishafika hapa ni tutakuta maskani kuna masela wamekaa wanapiga story na kwa Mama Kimoka maeneo yao sio mbali. Kwa tulivyoona tukaona tuje tuulize. Ni kina nani kwanza? Wageni wake, tuna mzigo wake tuliambiwa tumletee. Huo mzigo wake nipende mimi. Bro, mimi nadhani kama ungetusaidia kutuelekeza ungefanya vizuri zaidi, kwa sababu hata kiprotocol haturuhusiwi kumkabidhi mzigo mtu mwingine. Kwa hiyo kama kweli unamfahamu nini, tuelekeze tumpelekee mzigo wake. Utakuwa umetusaidia sana. Ndio nini? Okay, anakaa pale. Oya mzee, sishakwambia ipo huko basi samaki. Wanaitwa wao unawajua? Siwajui. Sasa wajua hapo unaelekeza bi mkubwa inakuaje? Kama wazee utajuaje? Jamaa wenyewe unaona ndo mara tu kwanza tunaona hapa kitafu unaelekeza kwa bi mkubwa tu kiasala sala bi mkubwa wetu. Chukulie poa mwanangu, buka achukulie maelezo bi mkubwa ujue mwanangu. Kali ndio tukusaidie kunyonga dai, nenda kasikilize chap chap mwanangu. Mbona taarifa kuja ametata mazao za kikuda hii. Afu anashibasha kibao ameshika mtu ana koti kubwa mwanangu inakuaje? Mama, mimi naitwa Frankie, niko na ndugu yangu hapa. Mimi naitwa Vincent Lois. Sisi tunatokea kwenye kampuni ya Veronica Simulizi Real Estate na tunadili na mambo mbalimbali ikiwemo ujenzi wa nyumba na uuzaji wa viwanja. Leo sisi tumekuja, kuna moja kati ya vijana wako mwanao ametuelekeza tuje kwako, tuna mzigo wako, ndio maana tumekuja kukufuata ili tukakuonesha huo mzigo wako. Lakini nimekutongoza je nipa jibu langu mpaka leo ukirudi au vipi unachukulia poa au vipi? Au kisha familia budi lago la kwao dija la rasta hivi. Sasa mwanangu mimi mwenyewe tu sijipendi, nije kumpenda mtu mwingine na kuaje? Mpenzi wangu mwenyewe sigara kama vipi wewe nipe tu. Mzigo wangu mwanangu. Mwanangu gani? Mwanangu wote mimi ninao hapo. Mwana, wewe ni nani? Huyu ndio mwanangu katika wanangu ninakwambia. Ndio kijana wangu na dada zake wako ndani. Okay. Lakini sina mtoto mwingine au mtakuwa mmekosea nyumba. Okay, samahani bro. Tumekukuta pale, sema hatukujua kama wewe ndio Kimoka, pengine tungezungumza na wewe pale. Bwana, sisi tumekuja bi mkubwa, tuna mwanae ametupa mzigo, ametuambia tuje tumletee. Kwa hiyo hapa tuna document ambazo tumekuja nazo. Bahati mbaya tunaongea na bi mkubwa kama kidogo ana doubt. Nyinyi mmekuja huko yaani kukuruhusu mnataka kumchukua bi mkubwa, alafu amsemi sehemu gani mnataka kumpeleka. Amsemi kitu gani zawadi gani? Mimi huo mzigo mchapela hapa. Sasa huo mzigo tunaweza kumpa, lakini hizi ni document. Mzigo wenyewe uko hapo Mbezi chini. Ndio maana tukaona kwamba kama tutaaminiana tumchukue ili tuende, kwa kuwa na wewe upo, tuanze tu wote pale mkauone mambo ya mazuri. Kama wewe ni mwanae tunaweza tukaenda wote. Basi ingekuwa vyema kama tungeongozana serikali za mitaa ili mweze kuwa na imani na sisi. Hapa hamna kwenda serikali za mitaa wala sehemu yoyote. Ninyi watoto wadogo sana kwangu ujue, nyinyi hamshindi ujue. Mimi na filimba moja baada ya mwingine. Sawa. Tuanze tu kitambulisho. Sawa, hamna. Asante sana. Tuanze tu. Nasikia kusema wema wako Bwana. Nilikuwa nafikiria kwa nini umeniamsha tena leo Yesu. Nikasikia sauti ya amani ikisema kuna sababu tena kuna kusudi. Nikasikia sauti ya amani ikisema kuna sababu mimi ya kukuabudu. Bwana, asanteni kama tulivyowaambia, na nashukuru kwa pia kwa ushirikiano. Asante sana Kimoka. Dakika tulivyowaambia kwamba tumeleta, sisi ni wawakilishi, tumeleta zawadi ambayo tumeletewa, mzigo wetu kuletee, katupa binti yako.
Na hapa ninavyozungumza na wewe hapa uliposimama, hii ardhi uliyoikanyaga na hii nyumba unaiona ni zawadi ambayo mwanao ametupa tukuletee. Hizi dokumenti zipo hapa zitajieleza. Kuna barua imeambatanishwa hapa ndani ambayo inazungumzia kuanzia sasa wewe ndio mmiliki halali na imeelezea kwamba mtoto wako ni upi ambaye Oya wewe. Hiyo ni michongo gani? Nyinyi mmetoa kule mnatuleta huku mmesema kwa mnatuonyesha hiyo zawadi. Mnakuja huku mnatolea document. Kwa nini msingetupa kule? Nyumba mimi jamani sihusiani na nyumba. Sina mtoto ambaye anaweza kununulia nyumba. Japo baiskeli tu hawezi kununulia. Na mtoto gani? Na watoto wangu kama nilivyokuonyesha kule. Soma mama. Soma hii, ukisoma huko kwenye hizo document. Hebu mimi story kibao yani. Yaani mimi ninatolea muda namna. Kwako mamangu kipenzi, Mama Kimuka. Mama, mimi ni Farida, binti yako Farida. Bila shaka umenikumbuka mama. Mama, mimi nimeandika barua hii nikiwa nimekumisi sana mamangu. Maana ni miaka mingi sana imepita tangu uliponifukuza hapo nyumbani. Nakumbuka mama, ulinifukuza baada ya kifo cha baba. Ukiamini kwa sababu mimi sio mtoto wako wa kunizaa, basi huna sababu ya kuendelea kuishi na mimi. Mama, mimi mwanao bado nakupenda vile vile kama zamani. Na zaidi ya yote mama, maisha ambayo uliishi na mimi hapo nyumbani ndio hasa yamenipa uimara niliokuwa nao sasa. Hivyo Farida, muda wote unafanya kazi hiyo tu? Kazi hiyo tu, saa ngapi utapika, saa ngapi utaosha vyombo, saa ngapi utafua, watoto wanataka kukoga, hujafagia ndani. Mama, namalizia hapa kuosha vyombo alafu nitaenda kufanya na hizo kazi nyingine. Utamalizia saa ngapi? Muda wote tangu mimi niko ndani unafanya kazi hiyo moja tu. Mama, Amina si amelala ndani. Nini? Unazungumzia Amina? Wewe unanifundisha kazi mimi wewe? Unanifundisha kuchukua utuma? Kwamba Amina simuoni, si ndio Nataka nikuonyeshe kama Amina ni nani na wewe ni nani. Sasa nakwenda kukuonyesha tofauti ya wewe na Amina. Utajua mimi nani na Amina ni nani. Utakwenda. Mama, naomba nyuka twende. Mama, nakuomba. Naomba nisamee mama. Mimi naenda wapi mama? Unajua mama, nilipoondoka hapo nyumbani nilipita kwenye mapito mazito sana. Mpaka ikafika kipindi nikaamua kuuza mwili wangu ili nipate tu chakula na sehemu ya kulala. Lakini Mungu ni mwema. Alinitoa kwenye mambo maovu na kunipa kibali cha kupata mume sahihi kwangu. Na sasa nipo na familia yangu. Mama, mimi kwa sasa naishi nchini Canada. Na kila nikitazama hatua zangu za mafanikio na kuona na wewe mama. Na kuona na wewe mama umechangia zaidi kwenye eneo la kunipa kazi bila kupumzika. Hili limenifanya kupendwa na kila anayefanya kazi na mimi. Na yale manyanyaso mama uliokuwa unanipa ndio hasa yalinipa nguvu na hasira ya kupambana zaidi. Kupambana katika kila ninachokifanya ili isitokee nikajikuta narudi kuishi maisha yale ya mateso. Mama, nimekununulia nyumba hii na kukupa kama zawadi yangu kwako. Nikisema asante kwa yote. Na ujue mama, kuanzia sasa mimi nimeshakusamehe. Na ninaamini nimetimiza ndoto ya marehemu baba ambaye mara zote alikuwa akikuahidi atakujengea nyumba ya kisasa enzi za uhai wake. Kuanzia sasa mama, utoke kule Uswahilini na uhamie hapa mama. Nyumba hii nimekununulia ya kisasa. Na zaidi ya yote nimekuwekea na furniture ndani na kila nilichoona kitakufaa mamangu. Mama, nakupenda sana. Na wasalimie ndugu zangu. Waambie nimewamisi sana. Na muda si mrefu nitakuja kuwaona. Kwaheri mama. Mungu, kuna kitu cha kujifunza hapa jamani. Mungu nisaidieni jamani. Mungu niokoe Mungu. Mungu, mwanangu jamani, kumbe uko hai. Mungu ananifundisha jambo jamani. Wazazi wenzangu, tujifunze kitu hapa jamani. Yani Mungu nisamee Mungu. Mwanangu, watoto wa kutoka tumboni mwangu hawakuweza kuniheshimu. Hawakuweza kuniheshimisha kama wewe Farida jamani. Mungu mjalie binti yangu aliko mbali huko, ameniheshimisha. Nimeshajifunza ya Rabbi. Mungu nisamee. Mungu wangu. Mungu, kumbe binti yangu yuko hai na bado ananijali. Sikutegemea binti yangu jamani. Yote haya jamani, Mungu nisamee. Mungu, nimejifunza katika hili. Mungu wangu, nimejifunza. Farida atakuja lini jamani? Amewapa na namba ya simu. Yupo, kuna kila kitu. Najua ulikonitoa wewe
Bwana. Najua unanitendea, si kwa akili zangu, si kwa nguvu zangu, ila huruma yako tu. Mimi najua Bwana, najua ulikonitoa, najua unanitendea, si kwa akili zangu, si kwa nguvu zangu, ila huruma yako tu. Nikitazama dunia nakosa majibu, ulionitendea naona aibu. Viko vingi vya kutisha umenipitisha, na hapa nilipo leo ni mkono wako. Waloseme wezekani umewaziba mdomo, walokesha nisishinde umewapa sumu. Umekaa